harusi ya wenzetu. Tutakapoenda kwanza kipindi kingine kwa siku ya leo ambayo ni siku ya kando ili kushuhudia harusi ya wenzetu. Tutakapoenda kwanza kipindi kingine kuanzia sasa mpaka tamati ni katika jina lako safi mama na hata kusadiki. Amen. Asante. God is good and all the time. Mungu ni mwema siku zote. I take this opportunity to thank God so much for this day. It is a privilege, it is an honor to be alive and also to be at His presence as we witness the wedding of our brother and our sister Sharon and Fred Boy. My task this afternoon is simple to welcome all of us for today's service. Let us all feel free and feel welcome in Jesus' name. Tuamini kuona Baba wetu aliye mbinguni, tumekuja mbele zako wakati huu. Tunakushukuru kwa kibali cha wewe umetupea. Mungu wetu ni asante, umekuwa mwema kwetu tangu mipango hii ya harusi ianze hadi wakati huu. Tutakapoenda kwanza, naomba uwe nasi. Nimeomba hayo machache kupitia kwa jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. God is good. I'm back again. I'm called Elder Donashore, one of the elders of this church. I take this privilege to welcome all of us for today's wedding once again. Hallelujah. How many are happy? How many are happy? Someone not? Okay. I take this opportunity to welcome all of us. I'll take this privilege to usher in the MC and the matrons, so that they may lead or they may bring to us the marching squad as we continue the wedding ceremony of today. Karibu sana. Tunashukuru sana. Sasa naomba turudi. Tunakuja kwa mkono. Remarks the way of marching back to God. Remarks back back. Na wengine wanasema kwamba you need to smile. Harusi ni yako. Baada ya wimbo kuna matron, candlelight. 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 Kuja.
Kwa kweli wengi wameshafika hapa mbele. Naomba kanda lighting ni huyo. Kosha boys wakae karibu. Na profesa anapokea Biblia. Tunashukuru sana. Shadata. Na amembariki. Wow. Asante. Amesema hawezi select class moja ambayo wako karibu na prof ambaye karibu naye. Maridadi tima zaidi. Ini ya kufana na tabia. Caution boys na Matro wape nafasi ya kuingia. Taratibu. Tutaarifu pindi wakianza kuingia ili uweze kutupa hiyo. Hawa ni watoto ambao wamelelewa kwa mazingira ambao ni ya Kijamungu. Flowers waweze kuingia. Flowers, maua aina zote waweze kuingia. Na msiaje nafasi pana sana patrons, nafasi ambayo tumeja hapa katikati kwa sana. Asante sana. Kwa shule ambao patrons wengine wale ambao wanazidi kuingia, kuna nafasi hapa mbele ili tuweze kujaza hapa mbele. Utaweza kupata nafasi ya kutazama harusi vizuri. Maua ni hayo. Naomba tena mtu mwingine wa maua aweze kuja hivyo kwa kwenda huo. Habari wa harusi. Wasata yake ni kwa sababu hapo sio. Hadi babu semua. Tadi masa barahaba. Naomba hao wazidi kuingia. Wakifika hapa mbele nitataarifu kwa mitambo ili aweze kutupa wimbo matching squad. Hapo sasa na watu wamesubiria kuona sana. Hapo watu wanasubiria sana kuona kutabasamu. Na msituangushe jamani. Right. Ana watu wanabarikiwa kwa harusi hii. Mshia hapo, mpakishia na kile kama MC. Ndio maisha hapa ni kuongea. Usipojisemea hakuna wa kusemea. Usipeane zote, kumbuke kuna hapa. Moja kwa jana.
sijui wako nani hapa. Baka Rose unaweza kutunga kwa MC. Unajua hapa sasa ndio tunatarajia kwa harusi wengi. Harusi tunataka nyingi sana. Na natumai walifanya uchaguzi ambao ni mzuri. Wajipange tu pole pole taratibu. Hatuna haraka sana.
Usifanye ukazidi mwenye harusi. Wengine sasa wafanya hivyo hivyo, wafuate mtindo. Andrew Jeruye pamoja na Nama. Namwona ndugu Gideon pamoja na Faith. Ndio hao karibu. Najua ni Espo ninajifundisha kwenye wataka kufanya. Exactly what hiyo ndio nilikuwa nataka kusema jamani. Unanitangulia. Ruku sio angalia sio. Siamekuletea mahali. Wanapendeza wapendezi. Najua hapa maharusi watarajiwa. Wanapendeza kweli kweli jamani. Twende mbele basi, harusi yetu haijafika, iko mbali. Bado ni ya wenyewe. Katika abacha basi wale ndio. Itakuwa noma sana kali. Ndio nyama ndio hao. Na wamechowana wazuri. Walichapana wazungu. Ni wazungu wa Afrika. Wa kusini mashariki. Na kwanza hapo ndo tulikuwa tunangoja sasa. Pastor, cheka vizuri kidogo. Yako iko tayari tunajua. Hawezi wa? Kwani hawezi wa? Kila mtu lazima atawa. Ndio tunangojea yako. Ni yeye ama si yeye? Wazungu wa Afrika wa Kusini, wa kaskazini mwa magharibi ndio hao wanateremka. Nakwambia. Mahali hapo najua. Haiwaki. Usiseme sana. Sawa sawa. Tunashukuru sana. Nikiwa mmoja wapo. Baada ya kaka Andrew, tunaona kaka Gideon pamoja na Imani ama Faith. Ni mzungu wa kutoka Kisii ambaye anaitwa Faith. Tokoma kwa jamaa sasa yake hivyo. Thanks man. Au basi kama ndio baya. Sasa kuna wengine wamechawana wa miwani. Miwani. Tulia, nitakuonyesha. Sijawaona mimi. Gideon tunataka smile. Angalia simu. Wala kwa wameketi hapa watafakari sana. Uweze shuhudia harusi za watu mingi na usifanye. Wewe umefanya? Mimi wakati ukifika. Ukifika atakuita. Atawaita upate. Twende. Hata Dismas ambaye ni mchungaji atafanya hivi karibuni. Tunashukuru sana. Na unajua kuna pastor ni mtu ambaye ni pastor Dino. Unamjua ni nani? Pastor Dino Lishi. Tobish. Anakwambia ndio namjua ndio. Kijana mzuri sana. Usichoke. Baada ya hapo kuna wamiwani ambao wanaitwa Nicholas pamoja na Evelyn. Na ni warefu. Nilikuambia hawachoki kusmile. Hawachoki. Au hawachoki. Unajua hata pastor Dino harusi yake itakuwa tarehe 29 mwezi ya tujui. Ushampangia? Aliniambia tarehe 29 mwezi ya tujui. Na mwaka Hakuniambia. sawa basi. Naitwa Pastor Bimbo. Atatujulisha hiyo. Pastor Bimbo. Pastor Bimbo Songo. Yaani hilo jana. Na kusubiri wewe cheka hapo na usifanye. Nakwambia wakisi hawawezi kuangusha. Nakwambia hawawezi. Au kucheka tu. Ni pasta. Vipi?
mchungaji. Usicheke kwa sababu mimi meeting ya mashembelezi yetu. Right. Asante sana. Baada ya hapo funga mitambo, naomba tuweke kibao cha Best Man na Best Lady. Best Man na Best Lady wako mbali. Andrew. Nimekupata DJ. Nimekupata.
ndoa ni takatifu. Kumbuka usipige Sharon makofi. Si mpira wa kujaribia miguu. Sharon huyo asiwekwe kweke. Hata naona Prof ameenda kukumbusha best couple ya kwamba they need to be smiling. Okay. nyuma yao watafuatwa pamoja na Wesley na Desmond taratibu mwendo wa Unamwaga
Waomba katika jina la Yesu Mwokozi wetu.
God is good. And all the time. Mungu yu mwema na siku zote. It is another privilege I am having to welcome all of us to Baraton University Church and to Baraton University. On behalf of the University of Eastern Africa Baraton and the University or Baraton University Church, we do appreciate your coming here. We knew that the wedding was to take place here today between Brother Fred and Sister Sharon, and we knew that you would come, and we appreciate for your coming. Now to the family, parents from the Sharon side, we want you to know, and to all of us who have come here, that both Fred and Sharon, Fred was our student here, he graduated in August. Sharon is still a student here. But most importantly, both of them are members of this church, hallelujah. And they are faithful members, so we are glad to have them today. So let us all feel free and feel welcome from the university and from the church at large. I'll take this privilege and opportunity to welcome all. First of all, the friends, parents, and family members from the side of Sharon. Are they here? Where are they? Family and members and parents all from the side of Sharon. I'm only seeing the parents. Other friends are not there. We only have the parents. Oh, it is all this team. Let me take this opportunity to thank you in a special way for giving out Sharon to this wonderful family of Ombui and the family. May God bless you. Also, let me take this opportunity to welcome all the members, family members, and friends from the side of Fred. Are they here? Thank you very much, Mama and Papa. We do appreciate you. May God continue blessing you. Now to all those people who have not mentioned by their categories, let us all feel welcome. And in a special way, let me also welcome Professor Ray Kestis. He has been a member of this church, a member of this university. Now here is like a home to him, and we are glad that he's back again. Feel at home. Otherwise, let us enjoy the service today, and may God's blessings be upon us all till the end. We pray in Jesus' name. I would like you to open the Bible, Genesis chapter 2, verse 24. Haleluya. Na leo nyamaza kabisa mambo, kwa maana leo siku hii ya takatifu katika harusi takatifu. Nasema hivi: Therefore, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Therefore, a man shall leave his father and mother, and be joined to his wife, and they shall become one flesh. Na Mungu atusaidie tusikie mambo. Say? Now it is another privilege. We want to hear songs of praises to the Lord. I hear we have two choirs here. I believe they knew themselves that they were to perform today. So where are they? The two choirs, which one to perform today? Majina yao. Hilltop and Celestial. Please take the stage.
Enyangi na wewe baba anaitwa Enyangi waliokupatia uweze kupanga. So let's clear the ministers please. So that tujue na yetu waambiwe so that we understand.
vizuri sana. There's been very good music here. Praise the Lord. Praise the Lord once again. Tunamshukuru Mungu. Karibuni sana wageni, karibuni kwa kanisa hili. Leo ni siku ya maana sana. Leo ni siku ya maana sana kwa Sharon na Fred, kwa sababu leo wamefanya uamuzi wa maana sana kwa maisha yao, na wameamua kwamba maisha yao hawataanzia Kambi Stay, wataanzia ndani ya kanisa. Mnasemaje? Mnasemaje? Na mimi nataka kutangaza sasa hivi kwamba wabarikiwe. Nimesema wabarikiwe kwa sababu wameamua kuanzia wapi? Kanisa. Wengine wanaanza tu ovyo kwa manyumba yao. Mtu anahamisha nguo moja, anahamisha nguo ya pili, hapo anaanza kuishi. Hiyo ni mtu bure kabisa, mtu afai. Lakini sasa hao wameamua kuhama mchana, watu wote wakiangalia. Unaona watu wa kanisa wamekuja, wameimba vizuri, wazazi wamekaa hapa mbele. Fred na Sharon, mbarikiwe sana. Uamuzi ambao umefanya ni muhimu sana. Mahubiri ambayo yanaenda kufuatia ni mahubiri ya Sharon na Fred. Haiwahusu nyinyi, hata mnaweza toka mkitaka. Kisheria ya serikali, harusi inahitaji mchungaji, bibi harusi, bwana harusi na mashahidi. Nyinyi wengine wote, hata wazazi, mnaitwa kadhalika. Mnaitwa namna gani? Kadhalika. Kwa hivyo ni heshima sana kwamba hata nyinyi mlio kadhalika mmeandikwa. Bwana asifiwe. Maana leo wakienda kwa serikali haitawapigia simu kuambia tu wanaoana. Wata sign certificate bila nyinyi kujua, na hakuna kitu mnafanya. Inafanyika ama haifanyiki? Si watu wanapelekana huko kwa registrar na wana sign na inaisha. Kwa hivyo ni heshima sana mmefanya siku ya leo. Kwa hivyo hii mahubiri naenda kutoa ni ya Fred na Sharon. Kama itakusaidia, Mungu atukuzwe. Na kama haitakusaidia, ujue si yako na usikuwe na wasiwasi nayo. Wewe nyamaza tu na uishi kupambane na hali yako. Hii mahubiri ya leo ni ya watu wangapi? Ya Fred na ya Sharon. Kwa hivyo nitaongea na wao. Lakini nyinyi mnajua kwa desturi yetu ya Biblia, hata mambo ya watu wengine saa nyingine inatusaidia. Ni kweli ama si kweli? Kuna siku Paulo aliandikia Timotheo, nyinyi ni Timotheo. Lakini inatusaidia ama itusaidii? Paulo akaandikia Wakorintho, nyinyi ni Wakisia ama Wakorintho? Lakini hiyo maneno ya Wakorintho inatusaidia ama itusaidii? Mbona hamtaki kujibu? Nauliza, inatusaidia ama itusaidii? Akaandikia Waefeso, nyinyi si Waefeso. Lakini inatusaidia ama itusaidii? Kwa hivyo leo hii mahubiri ni ya Sharon na ni ya Fred, na inawezekana ikasaidia mtu mwingine. Tuko pamoja? Hao watoto wetu mwashughulikie. Unajua hii kanisa ni university, naweza wafanyia watoto ile maneno ambayo sawa haraka. Kwa pamoja watu wa Mungu. Fred, in marriage you focus on giving, not receiving. Sharon, in marriage you focus on giving, not receiving. Yaani katika ndoa unashughulika na kupeana, sio kupokea. If you want to be happily married, friend, keep this principle in mind, that in marriage you
focus on what? Giving and not. If you ever want to be happy, Sharon, don't ever imagine of receiving. Think of. In marriage, you focus on giving and not receiving. You see, friend, who are focused on receiving. Yaani ndoa nyingi zenye huzuni ni kwa sababu watu walioko ndani ya hiyo ndoa wanataka kupokea, hawataki kufanya nini? Kupokea. Na mimi ninakwambia Fred, ikiwa unapanga kuwa na furaha kwa hii maisha ya kuishi na Sharon, usifikirie mambo ya kupokea, fikiria mambo ya kufanya nini? Kupokea. Marriage compliments, Sister Sharon, and ranting are based on what was not received. Ukisikia watu wanalalamika ndoa ni mbaya, ndoa ni ngumu, kwa kina ndoa kuna shida, au ni watu walikuwa wanataka kufanya nini? Kupewa, na wanalalamika kwa sababu hawajapewa. Unasikia wanasema, oh, mwanaume hajui majukumu yake, ameacha majukumu yake, kwa sababu kwa mawazo yao walikuwa wanatarajia to receive. But I've come to tell you, Sharon, that in marriage, your focus should be on giving and not. You see, friend, do not focus on what your spouse hasn't given you. Usiishi kwa ndoa ukifikiria ati Sharon hajanifanyia, hajanipea, yani you are thinking of what you want to get from Sharon. No. Instead, brother friend, focus on how to give your spouse more. For God so loved the world that he did. The greatest demonstration of love is in giving and not in receiving. In this marriage, friend, never ever complain what Sharon has not done or not given you. Focus on giving to her. Or you. Sharon, if you accept to get married today, you are going into a marriage to give and not to receive. If you are going there with expectations of what you will be given by friend, just use any door and live your life. You are coming into this marriage because you have something to give. Not because you are coming with a begging power to receive. Marriage is where everyone is giving. Not one person giving and the other one waiting and saying it's not enough. Ongeza, haijatosha, ongeza. No. In marriage, we give. Let me tell you something, brother friend. If your spouse never appreciates what you gave and they leave, God forbid, they will come back quickly to live or live in regret when in your absence they discover the greatest value that you are a giver. People will never miss a receiver. Kuna watu wanasema kuna watu ukiachana nao ni
benki, kwa sababu yeye tu ni yaani mpaka unachoka, yeye anapokea tu, hatoi chochote. Yaani saa ile unaachana na mtu kama huyo, unasifu Mungu, umemaliza mkopo wa benki. Don't be that kind of person. Be a giver. That when Sharon thinks about you, she knows that I live with a giver. Sharon. Give until Fred only knows you as a giver, not as a receiver. Listen, friends, Sharon and Fred, be a giver under all circumstances. Yaani uwe ni mtu wa kutoa katika hali ngapi? Zote. Whether appreciated or not, you give. Think about it, Sharon. God lives in heaven. And sometimes you don't behave very well. But every day He gives sunshine. At the right time, He brings the rain. God gives even when we don't behave well. God gives even when we don't appreciate. God gives even under the worst circumstances. He gives. I'm telling you, there should be no circumstance, Fred, where you can't give. All circumstances, all you give. Let me read you a verse. There's a verse, Brother Fred and Sister Sharon. I don't know if you have ever read these verses. One of those verses is in Acts chapter 20, verse 35. The Bible says in Acts chapter 20, verse 35, that in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words of the Lord Jesus Himself. Emphasis, the Lord Jesus Himself. What are those words? He said, it is more blessed to give than to do what? To receive. Very interesting. Acts chapter 20, verse 35, Fred, that Jesus Himself said that it is more blessed when you give. You get more points, more blessings when you give than when you are doing what? So if you want to get more blessings, then you give. But if you want to get kidogo blessings, kidogo, then you become a receiver. Another verse, I just came to tell you, in marriage, you focus on giving and not doing what? Receiving. Another verse says, in Colossians chapter 3, verse 18 and 19, Biblia inasema, wives, and Sharon, you are about to become a wife. Leo. Are you ready to become a wife? Leo, you are about to become a wife. And the way I can smell it, see bad. You are becoming a wife has already entered the room. You are about to become a wife. So this verse is yours. There's other wives. This one has been a wife for 10 years. 10 years of being a wife. They celebrated 10 years. Yesterday, these two have been married 10 years. Bwana asifiwe. Na wako pamoja. Haleluya. Kuna watu wanaachana na sentences. So, wives, this yours, it says, wives, submit yourself to your husband as is fitting in the Lord. The Bible does not tell you what to expect from your husband. It's very interesting. The Bible gives orders on what we are to give our spouses. And the Bible says, you who are wives, and you are the newest wife, you are about to become the newest wife. Newest
brand new wife. And the Bible says, wives, what they give their husbands is submission, is support, total support. Support that is almost madness. That's what you need to give. If you are not able, don't make a promise in the presence of God. Just go home, your parents love you, they won't mind staying with you. I know the devil people, they will be happy to stay with you. I mean, they have already done enough years with you, and they can add a few more. You don't need to relocate to this house if you will not give unconditional support for the man you have chosen. This one was not chosen by church. You chose. Na mkikakaa nyinyi simu, church board itawachagulia. So the Bible says, wives, give, yani kile mke anatoa kwa mume wake ni support 100% kwa mume wake. Hiyo ndio unatoa siku zote. Huyu mume awe mbaya, awe mzuri, yani hata awe mume aina gani, mpaka unaangalia unajiuliza hii nilitoa wapi? Unampea support. That's what the Bible says. Why would husbands, they're almost becoming husbands. Imagine, karibu unakuwa husband. Na si baadaye. Sahi. Kiitwa mikutano ya husband. Biblia inasema husbands, love your wives and do not be harsh with them. The Bible says, under all circumstances, friend, love shall. When she is nice to you, love her. When she is not nice to you, love her. When you wonder whether women are normal, just love her. Nobody understands women. Even women themselves don't understand women. But because you have chosen to live with a woman, you must make up your mind to love her even when she is not loving. Kama hauwezi, go back and stay with your parents. Hawajakufukuza, hawajakuandikia notice, ishi na wao. Kama kuna condition ya kupenda Shara, wachana na Shara. Waiguru. Kama nimeongea sana. So you give support, submission as a wife, and you give love as a husband. I'm going to give you an example. I've examined you before, isn't it? No. So what you give is love. Because in marriage you focus on giving and not receiving. And what you give, friend, is love. And what you give, Sharon, is support for your husband. You support him. Even when nobody supports him, you become the only man supporter, solo supporter of friend. Yani akuwe sure, if the whole world turns against him, he is sure when he comes back home, you are on his side. It's unconditional, and you don't stop until you die. That support for this gentleman is until life comes to an end when Jesus comes. Your love for this lady does not change.
Once you take the vow today, your love cannot change. It doesn't matter how you feel. It doesn't matter how she behaves. You have chosen to love her. It is akin to Celtic madness. Unampenda tu mpaka wenye wivu waseme umekaliwa chapati na wewe unaendelea kufanya nini? Kumpenda. You will live happy. Do you get what I'm talking about? You will live happy. Other characters who think they are not happy. They are just walking around. One day they collapse and die because for marriage problems. Nje tu ni kusimama peke yake. Don't follow the example. Love your wife. Why would you? Nafikiri nimeongea sana. Wacha nikuulize maswali mengi tatu. Nione kama unashikanisha ama mimi napoteza wakati wako. Wapi Michael? Sisi hapo tunaongea alafu kumbe hata uelewi. Hii inaitwa continuous assessment. Sio ni mwalimu. Continuous assessment. Hii ni rank. Haya. Brother Mkoba, mwambie huyu jamaa simame. Mimi nauliza maswali na umekaa chini. Watu wa Mungu, nataka mnisaidie. Ni kama mko mnasikiliza. Akijibu maswali vizuri mnasema amen. Sema amen. Semeni vizuri, sema amen. Akijibu vibaya mnasema sema basi mmejua. Very good. Swali la kwanza. What will you focus on in your marriage? I will focus in giving. Mseme amen vizuri. Umefaulu sana. Number 2. What will you focus on giving, Sharon? Love. Kuna wengine haifai kuwe hapa. Yaani hata kusema amen peke yake. Ati mnasemaje kwa bwana harusi? Swali la 3. Under what circumstances and conditions will you give that love to Sharon? Under what circumstances and conditions do you give the love to Sharon? Wanyamezima hiyo mic, nikimaliza hii mkutano najua mahali unakaa. It will not go well with you. Under what circumstances do you give your love? Circumstances and conditions gani utampenda Sharon? Under no circumstances nor conditions. Unasemaje watu wa Mungu? The last question I will ask you, because you are doing very well, is how long will you give your love to Sharon? For how long? Kama miaka ngapi? Until that. Unasemaje watu wa Mungu? Nimegundua wengine wenu mngekuja hii university ya Mungu itakuwa. Yaani hata kusema amen unaanza kushangaa ujue wewe umeanguka mtihani. Asante sana. Just remain standing. Let's find out if Sharon was with us. Sharon, can you stand up? Your set of questions are completely different because your questions must be harder. Question number 1. What will you focus on in your marriage? Swali la kwanza. What will you focus on in your marriage? Nasemaje watu wa Mungu? What will you focus on giving friend? Ni nini utapea friend? Nasikia wengine wanajibu nyinyi ndio Sharon. Swali la 3. Under what circumstances and conditions will you give your support to friend? Unasemaje watu wa Mungu? For how long will you be supporting friend? For how long? Approximately how long?
remain standing. Nataka niulize wazazi wa huyu Fred, uliwahi waona? Wapo? Wako pande gani? Kuja. Wasimame waangalie ile kamera. Nataka niwaulize wazazi mbele ya kanisa la Mungu, kama nyinyi wazazi wa huyu Fred, sijui kama kuna Fred wengine hapa, huyu Fred, mnakubali huyu Fred aoe huyu Sharon? Sijui kama kuna Sharon wengine, nazungumzia huyu Fred na huyu Sharon. Nataka mwambie kanisa, nataka nisikie sauti ya baba, alafu nisikie sauti ya mama. Na nyinyi kazi yenu, wakijibu vizuri mnasemaje? Na mnasema amen kama watu ambao wamepangiwa chakula, sio kama amen ya watu ambao kuna shida fulani. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hawa ni wazazi wa bwana harusi. Mnasemaje? Amen. Wazazi wa bwana harusi lazima wajibiwe vizuri. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hebu mtuambie kama mmekubali huyu Fred wenu aoe huyu Sharon. Maana inamaanisha analeta Sharon kwenu. Nimekubali. Kitambo. Wazazi wamekubali, mnasemaje? Naweza kuketi. Nataka kujua kuna mtu ameona wazazi wa huyu Sharon? Wapo? Waiga? Wako pande gani? Oh, kuja hapa. Sasa mimi nataka niwaulize wazazi, ukiangalia hiyo kamera, hii maneno ijulikane leo. Mnakubali huyu Sharon wenu, maana kwenda kuna mashauri wengine wa wenyewe. Mimi nasema huyu Sharon wenu aolewe na huyu Fred. Nataka muniambie na mwambie kabisa. Baba aseme na mama aseme. Mimi nauliza nyinyi, mko tayari kujibu? Mko tayari? Ndio, nakubali. Fred, nimekubali. Haya, mnaweza kuketi. Asante sana wazazi. Fred, kuja hapa. Simama hapa. Unaangalia mke wako, wacha na hawa watu. Dunia ina mama. Tangu siku hiyo, hii next sisi hatuachana. Lazima tufanye nini? Tufunue. Maana wewe jamaa alikuja akatuambia, "Sorry si huyu." Tukamwambia, "Sasa ushaenda hadi kuna uwezo kulisha." Tutafungua hii net taratibu na tusome. Wengine wenu hapa mnatuangalia, kile mnafunuanga tu nikate. Tuite kwaya, maana ni kama itachukua muda. Sasa tuniangalie kando. Sasa tuangalie kando. Wamemaliza? Ni waangalie. Nataka nikuulize Brother Fred, is this the Sharon ambaye unataka kuoa? Ni huyu? Huyo pastor ni yeye. Swali la pili, ukifikiria kabisa vizuri, unahisi
swali sitaiuliza tena, na kuna mtu anaruhusiwa kuuliza baada ya leo. Ukifikiria vizuri, kuna kizuizi chochote kitatuzuia kuendelea na hii harusi yenye wewe unajua hata yenye inaweza kuwa imetokea saa hii na unaona hii harusi tu delay kidogo? Nataka ufikirie vizuri alafu kujibu. Je, kuna kizuizi yoyote? Is there any reason why we should not proceed with this matter? Think very well, and probably this is where your freedom is ending. So take your time. Pastor, hakuna kabisa. Kanisa mnasemaje? Fred ni wengi. Nauliza ni huyu. Nataka tu niambie kama ni huyu ama tutangaze Fred wa kweli atokee. Ndio pastor Ni huyu. Sasa pia mimi nataka kuuliza hiyo swali kwa sana. Maana hiyo swali hatutakuuliza tena. Ukifikiria vizuri, kuna sababu yoyote ya wewe kutolewa siku ya leo yenye inaweza fanya tumilee hata na wiki moja ama siku moja ama mwezi moja? Is there any reason? If there is any, feel free to tell me. You are protected. hakuna. Amesema hakuna. Mnasemaje watu wa Mungu? Sasa kwa sababu hiyo mshikane mikono na muangaliane. Mshikane mikono na muangaliane. Msiniangalie, msiangalie mtu mwingine, muangaliane. Kwa sababu hii inawahusu nyinyi. I'm going to ask you a very long question. Swali itakuwa ndefu sana. So wewe sikiza ukiangalia your partner. Before God and in the presence of these witnesses, will you, Fred, have this woman Sharon to be your wedded wife, to live together after God's ordinance in the sacred estate of matrimony? Will you love her, comfort her, honor her, cherish her in sickness and in health, in prosperity or adversity, and forsaking all others, keep yourself only unto her, so long as you both shall live? Do you now so declare, Brother Fred? Yes, I do. Wale hawana furaha mkae kwa vile viti vya black. Unaona ile viti ya black ya kando ni ya wale watu hawajibu chochote kwa hii kanisa. Tunaomba. Sharon, I'm going to ask you the same question. Na muendelee kuangalia na msiniangalie tafadhali, msiangalie mtu mwingine maana hii swali ni yenu. Before God and in the presence of these witnesses, will you, Sharon, have this man Fred to be your wedded husband, to live together after God's ordinance in the sacred estate of matrimony? Will you love him, comfort him, honor him, cherish him in sickness and in health, in prosperity or adversity, and forsaking all others, keep yourself only unto him, so long as you both shall live? Do you now so declare, Sister Sharon? Yes, I do. For as much as Fred and Sharon have consented to be joined together in holy wedlock and have witnessed the same before God and this church, and have given their vows each to the other, and have declared the same by joining their hands, I, as a minister of the gospel, and by the authority of the Republic of Kenya, do pronounce that Fred and Sharon are now husband and wife. What God has joined together, let no man or woman put asunder. Hallelujah. Hallelujah. Saa 8:18 umekuwa husband
hii ndoa mikononi mwa Mungu, sio lazima mfunge macho. Tuko pamoja watu wa Mungu. Sisi tutafunga, sio lazima mfunge macho. Mnaweza piga picha, mnaweza tuangalia, mnaweza omba, lakini sisi tutaendelea. Tuko pamoja watu wa Mungu. Mungu wa mbinguni, utusamee makosa yetu, utukubali jinsi tulivyo. Siku ya leo ni siku ya pekee sana. Fred na Sharon wamekuja mbele ya kanisa lako na wametangaza kwamba wataishi pamoja kama mume na mke kulingana na maadili ya kanisa na sheria za nchi yetu. Mungu wetu uwabariki. Tunashukuru kwa miaka mingi ambayo wamelelewa. Bariki wazazi wao, bariki walimu waliowafundisha, bariki makanisa na viongozi ambapo wamelelewa. Mungu wetu, wanapoanza maisha ya ndoa, tembea na wao. Fred hajawahi kuwa mume, hajui kuwa mume ni kitu gani. Mungu wetu msaidie awe mume wa kutoa, kupenda kutoa na sio kupokea. Muwezeshe kuwa mume mwema, mbariki kuwa mume wa ajabu, mbariki awe mume wa kupigiwa mfano kama kielelezo bora. Mungu wetu, tunamwombea Sharon, hajawahi kuwa mke, muwezeshe kuwa mke, mfundishe kuwa mke. Mungu wetu, umbariki awe pia ni wa kutoa na sio kupenda kupokea. Wape furaha katika ndoa yao. Mungu wetu, familia hii ya Fred na Sharon wabariki na watoto, wapate watoto wengi, wazazi wawe na wajukuu. Wabariki Mungu wetu, wakisoma wafaulu, waende hatua nyingi za masomo. Wakifanya biashara zao zifaulu. Wakifanya ukulima wao ufaulu. Wakipanga mambo yao ifaulu. Mungu wetu, bariki Fred na Sharon katika maisha yao. Wabariki, wawe mbaraka kwa kanisa, wawe mbaraka kwa wazazi na jamii, na wawe baraka hata kwa watu wasiowajua. Mungu wetu, ndoa hii iwe mfano kwamba ndoa inawezekana kuwa ya furaha katika maisha haya. Tunawakabidhi mikononi mwako, ni kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Hizi pilo zisaidiwe mtu afanyie harusi yake. Kuanzia sasa, ndugu Fred, utashika mkono wa mke wako akiwa on the left side, usiwachilie, ni mbaya. Shika mke wako. Tutaandamana moja kwa moja twende kwa desk ambapo tutasign certificate. Kwa dakika 3 hivi tutakuwa tumerudi hapa, tunaenda na best couple, alafu tunarudi. Kazi yenu ni kushangaa na kuomba watu wa Mungu hapo. Twende mara moja pale. Escort your wife nicely. You have a new wife. Oh my goodness. Naonaje hiyo couple? Alafu wewe unaingia kwa nyumba ya mtu bana, si shame. Yaani unaona vile mambo inafanya. Kama kuna mtu anataka kuoa, wakuja hapa, si size.
Matrons itaoa pamoja hapa mambo ya unity kando, itawapa sekunde 34. Come dear wife, stand here, and the newest wife, newest husband. Mama hapa sasa. Yani unapose tu ili watu na simu zao za China ndio wanapiga tengeneza hiyo kwa harusi kaya. Basi. Alafu matrons inataka kuwapa 34 seconds. Mambo mengi tutaachia magazeti. Sasa hivi candles tu. Hapa tuna celebrate tu mambo ya unity. Watu wanasema unity. Si certificate ni moja, hiyo ni unity. Si ndio? Alafu wazazi wanakutana wana discuss mahali unity. Kila kitu hapa ni unity. So sasa hivi tunataka ku discuss mambo ya unity. Matrons, nani anashika microphone? Matrons. Hai. Hurry up. MC kuja. MC Saide wanajipanga na kutuambia kama kuna chakula na itakuwa upande gani. We want to hear that as we are doing this. Tell us if there is food and why to stand here and explain. If there is food, you can welcome people here. Nachukua fursa hii kwa niaba ya newly married couple kualika kwa maandalizi ya chakula ambayo ametuandalia. Tutatoka hapo nje ya kanisa, tukutana Amani Gardens. Hapo ndipo tutakuwa na chakula. Kila mtu hapa mahali kuna hema. Yes, matron. Haya tukitazama ndio hiyo mmoja hapo mkiangalia wanawakisha huo mzima ambao ni ukubwa. Ndio hao wamewakisha ambao umewaka. Tukiona wote wakiinua mnaona msuma mwakishwa. Thank you so much. We appreciate matrons. Get out of the stage. Thank you, matrons. It was a pleasure. Tutawaita kwa harusi nyingine. Asante sana wazazi, asante. Wazazi naomba kupakia. Wazazi naomba kupakia. Wazazi nataka mpige picha yenu. Hakuna haja wazazi kuja enda na wazazi mko hapo. Wazazi si watu wa kuzungusha. Best ladies mama hapo onekana. Haya basi. Best man basi.
Pigeni hiyo picha, hata wacha nijitoe. Na watu wanapenda kujiingiza kwa picha ya watu. Unaona watu wanapiga picha, hata mimi sitaki kukosa hii. Tabia mbaya. Mtoto. Thank you wazazi. Asante sana. Wazazi ni watu wa Paul Beach Party. Wangeni pia laini kwa sababu mlikuwa hapa ndio msisahau hiyo party wange. Nataka kupeana certificate sasa. Paul Beach Party. Party kuna basuti. Sasa tu hata mimi simame hapa nionekane huko. So much mnaweza kujitoa kujipata sasa ni ya pasta mwenyewe kapo. So now what I'm going to do next is to give certificate. Nikipeana hii certificate wanaipokea pamoja, lakini bibi harusi ndiye anaweka. Hiyo ndio kata. So wataipokea, they are about to receive a certificate. Wewe unaishi bila hata certificate, hata receipt ya rent unaishi bila. Watu wana certificate. Watu wanaishi maisha very risky. Thank you so much. Sasa Sharon ataihifadhi. You keep it as you please. Na advice watu waende wapeane kwa ndoa zao, ili yako wewe ndio unataka. Sasa, my second last assignment, kabla niombe, second last assignment is to announce the newest couple in Nandi County, Nyamira County, Kisii County, and all the other counties in Kenya. Mr. and Mrs. Onandi. Hallelujah. Nikutane na mkama Sharon, Mrs. wenyewe together. Sharon, peleka kwa Sharon mwingine. Huyu mke wenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Imeisha. Imeisha ama inaisha? Sasa nataka niombe. Baada ya kuomba, nyinyi mtulie hivyo. MC ana maneno. Anataka picha 2-3 zipigwe hapa. Alafu Fred aende na mke wake. Kenya atapeleka mke wake. Inatuhusu sisi? Haituhusu. Sisi tumemaliza. Tunaenda Agira. Tukimaliza Agira, kila mtu anaenda wapi? Nyumbani kwake. Mpenye Fred anaenda wapambane na hadi. Sini sawa? Baada ya maombi tulia hapo hapo. Unless wewe ndio unaenda kuchemsha supu. Tuombe. Mungu wa mbinguni, Fred na Sharon wametekeleza amri ya nchi na amri ya kanisa. Wanapotoka hapa, enda nao popote watakapoenda. Uwabariki, uwatunze na uwalinde mpaka utakaporudi mara ya pili. Tumewakabidhi mikononi mwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. MC, mimi nimemaliza kazi. Nataka kuhang na watu hapa, shauri yako.
Ukiona MC anakuboa, nafanya nini? Naenda mgeni wako harusi mlishe. Thank you so much, Prof. Kuna picha hapa tunataka tupige ili tuweze kuondoka. Brothers and sisters to Fred wako wapi? Siblings wa Fred wako wapi? Siblings to Fred wako hapa na pamoja. This is a special one. Siblings to Fred. Welcome home your sister-in-law. And don't hide, be able to see you. Now hugging. Ametuhakikishia ni moja wapo ya vitu vitakatifu. Shetani naye ameifanya ndoa takatifu ionekane kama jehanamu. Safari ya mapenzi imekuwa ngumu. Safari ya mapenzi si rahisi. Kweli si rahisi. Naomba angalie pale. Okay. When you metulia hivyo, I want your in-laws to join you. Brothers and sisters to shout. You join your in-laws. Joshua, tunajua mambo yako. You smell, I was seeing you. What is it? Okay. Wa Fred yaondoka. Brothers and sisters to Fred, tafadhali tukutane nyumbani. Kama nguo zako ziko kwa Fred, tafadhali utangulia haraka utoe nguo zako. Kwa sababu mwenye nyumba anafanya nini? Anaingia. Na wenye tunala Kisii, tafadhali tukifika huko usika huko mpaka saa 3 ya usiku, uwape nafasi. Sirweza? Siliwa? Mwaga na minuto mwono. Mwaga kwa elimu. Kwa sababu kwa Aina? Sawa, namba mwanamke. Sasa kuna wazazi wa shamba. These are special for them. Their son-in-law and your daughter. Mama tutaona sijui mnakaa wapi. Najua baba ndio wasichana sana. Harusi ilienda baba mzazi akashindwa kuongea. Badawa anawa kwa. Ndio mama. You feel like good feeling. Welcome your daughter-in-law. Those ones who are not hearing the Hebrew language, tumesema ya kwamba we shall meet in heaven. Hallelujah. That's nice. Sasa picha ya mwisho ili tuwaruhusu wende kupiga picha zingine. Matrons. My matrons naanzia hawa. Hawa.
Naanzia hawa. Naanzia matrons kwa sababu hawaendi mahali tunakoelekea. Matrons anaitwa matenga mambo katika pepo. Iwo msundo kasi ya picha. Sirali kwa picha. Matrons ya simona hata wamechagua sisi moja matrons. Wow, sema wow. Habari za tulia hivyo. The matrons over. Matrons from here, Mr. Jude. Na kuna mmoja nitapiga hii yake binafsi. A special way. Kuna mmoja nitapiga. You play well. Doing well. Najua mnapendana sana. Msikai pamoja. Watu wanaochaka na unaomro wale sio sana chio. Are they looking smart? Yes. What is that? What was it? Sorry. Matrons when you look at each other, my matrons over. It's your turn now to take your photo, take your picture. Wacha kuwapa picha kama. Au usiongee kwa picha, unataka kusema Mungu anapeleka asili usiongee. Usiongee kwa picha sana. Smile. Haya, asante sana. Tulia, mimi ninawapanga. Sasa kuna mmoja alikuwa best lady na alikuwa one of the matrons. Naomba uchukue picha yako peke yako. She was serving two things, a matron and a best lady. Sio wewe inaweza. Kiko cha kwa ile yake anatoka ya karate kuna ngeni ya moda. Kiko cha kwa ile yake anatoka ya best lady. Sawa. I want to see you. Kwa watu bichi. Okay. Mambo ni mawili kuja kupiga picha. Piga haraka picha, wale vizuri connect na wifi ya zaidi. Kamaliza. Okay, MC, kuja. Bana. Kujiongea. Nisimame karibu na wewe maneno kwa jeu kwa watu wa wetu. Sasa, unajua maisha lazima ujiongee bana. Kama sitaonekana vizuri, wote nitaendelea. Asante sana. Sasa naomba tusonge hapa. Bwana bi harusi tusonge hapa. Best man na best lady wafuate. Akisha hapo kubariki ndoa yenu umeshabariki. Tusonge hapa. Best lady. Wewe wacha kuondoka. Kama unataka kula mchele, usoni kama itana tutoka mchele, alafu nataka kufurahia watoto. Nataka kufurahia watoto. Wanajosho nanyo atete na wao ni bakea lakini baki. Ngoja kwenda. Naomba sasa hapa my bridal party. Jo hapa mfuate hapa nyuma. Wao ndio wanaondoka. Wakienda sisi wengine tunaondoka hivi. Fly to minutes, short wide. Yote mwanatoka tu hivi. Na chakula? Nini? Twende. Sasa you swing, sio wewe. Let's go. Kama unasimama mahali huko simama. Joshua simama. Matrons kutamaliza. Wacha kwanza hao waende bridal party waende matron. Wacha kwanza hao waende.
nyinyi kulimaliza na nyinyi mnafunga tena. Lakini matrons hawafuati mahali wanaenda kupiga picha. Matrons kulimaliza na nyinyi. Kuna picha wataenda kupiga huko picha sufu. Sasa tunaenda kula. Wow, harusi tunayo matuna. Kiligeto. Haya. Watu sasa ni nyinyi. Wazazi wakiondoka sasa, Fredi twende haraka, kuna safari inatungojea. Kuna mahali walichagua wanaenda kupiga picha, na juma lijalo, siku kama ya leo, tunawaalika katika harusi hapa kwenye kanisa letu. Tena kuna harusi ile, ukipata nafasi tarehe 21 mwezi huu mwaka huu, tuko hapa tena kwa harusi. Wewe na charo ni ajira kwako. Bwana, nimeona makuli yamesimama huko Betona Sebasta from Sekef. Harusi yake itakuwa tarehe 29, lakini mwezi ataniambia nikaitangaza. Sasa wengine tunaweza simama tutao sisi tuwafuate, lakini usiwafuate kwenye wanaenda kupiga picha, kwa sababu tunawapatia dakika 11 peke yake baada ya kupiga picha. Anamnawisha mikono. Machi ni moto kweli kweli, lakini si ya kuchoma. Nani atakunawisha? Okay, sawa. Haya, sawa. Wakati wamenawisha
wanaoshana mikono, hivyo ndio watakuwa yani wanapendana, yani bancha ine obanja ni boli kwa kale na bwaba ligere lyandi kwiboli ngaye kero kwanya muga konye kwesa bikoze kwanya kumwesa ubanja ni nabwo bono boli mwamole. Sasa tunaanza kukata keki sababu wasasi wetu wanaenda. Haya tuchukue kisu moja. Haya, mwanangia chicha omkoba weka chakula chini upatikane hapa. Hatukati keki kama hujafika hapa wekelea chini. Wekele na nsega hapo. Omungi naona yale. Abo igaye. Mtu wale kyo kwanja ndio unavuta uko lija. Haya. Weka wakikata. Haya ndio inaenda. Wanajua kukata kweli. Kodi kata nyingine. Tumekatwa keki tamu kweli. Omwanchi moyanga torore. Mobeke ngo chinga toranga yose. Haya. Ero. Haya, motisa yake. Ekara mungina kaigo. Tozo ngo. Motisa yake. Okay. Thank you so much. Sawa, asante. Ladies inga hiyo wanabachi yetu walibako. Eba konti wachakoragera. I love you. Okay. Tiga torore. Sisi wenyewe Como visi boli ngosi weke, pero con esto, pues se va a tocar. ¿Tú ayer era? Ay, pues muerte y. Muerte y yo. Okay. Sawa. Asante. Mbiyamono. Bona toko gende sawa iboni. No. Nimetara ruka ikakanyero kwa hiyo na munga alafu kama yako kuchoro ngao. Ngero mwali mweke kikao. Nokore, bota ni mangota ni asi bora ino. Apea mai bana na ya era. Haya sasa mwalimu tuone. Amina. Wewe na wako na wewe. Haya. Yes. Good, asante sana. Bona keki toko nacha. Neyo kwaendesa abaibori. Nande mbuya mono mwatoka nyire gaki. Enyangine ngi. Ndoa ni ya maisha. Ndiyo taswira kipekee. Unapewa cheti kabla kuhitimu. Mualike Yesu awe kiongozi wenu. Mualike Yesu awe kiongozi wenu. Haya sasa wameenda kulisha wazazi. Wanaenda kulisha wazazi. Na kila siku hiyo. Unapewa cheti kabla kuhitimu.
Yeah. Thank you. Kau pikir ngora? Mungkin aku tak kamera mata kata akan aku kiri. Masa ibu itu ya yani. Yani. Esma yo kamu yang roce kurwa mau cengeng di kwanza. Ya. Aina sasa huyu mwingine pia wamepewa keki ambao wanaenda kula nyumbani. Wapewe. Ya, wamepewa keki ambao wanaenda kula nyumbani. Wasasi wa maana. Haya sasa ina pia the other family pia majina yao wanyama ndege wa angani Mungu akatwa ubavu wake keki ya wasasi ufanya mwanamke akamleta Adamu. Thank you so much. Asante sana mama pia. Usiende keki za wapingije kubwa sana. Right. Asante sana. Yaani keki ya ninapo. Yaani ingine ubavu wake unaona chekela kwa mara kisha akamfanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Right. Asante sana basi. Sasa mbona wazazi yameisha? Wataenda pia kuwalisha watu wengine pia. Wata keki wa kule jameni. Sasa na mami baada pambaja za koza pita divai nivote nyuma yako na tukimbie mpenzi wangu wenzo wangu wa maisha na mimi ni wako wapendeza sana mami baada pambaja za koza pita divai nivote nyuma yako na tukimbie mpenzi wangu wenzo wangu wa maisha na mimi ni wako huyu ni mfupa katika mifupa yangu tena ni nyama katika nyama yangu wapendeza sana mami maana pambaja zako za pita divai nivote nyuma yako na tukimbie mpenzi wangu wenzo wangu wa maisha na mimi ni wako wapendeza sana mami maana pambaja zako za pita divai nivote nyuma yako na tukimbie mpenzi wangu wenzo wangu wa maisha na mimi ni wako. Asante. Haya, watu wengine wakuja haraka tupewe keki. Watu wengine mwenye anataka kula keki akuja hapa. Soge hapa mbele kidogo. Apate chake. Pia kuna wale watu ambao walikuwa wamepanda basi ya Machongo PH Secondary School. Wanahitajika mahala pale. Wale watu ambao walikuwa wamepanda Machongo. DJ, naomba kidogo. Hili ni tangazo. Tangazo ni kwamba wote ambao mlishiriki katika harusi hii tunawashukuru. Bado keki inaendelea kupeanwa, wasiende. Jambo ambalo tunataka kufanya ni kuomba ili ukipewa keki wageni wanaondoka kwa heri yao. Malecturers wetu, walimu wote wetu hapa, hakika tunawashukuru because you held us a hand. Tunawashukuru sana. Hata mtaandikiwa ujumbe wakati ukipatikana wa kuwashukuru sana. Sasa kwa nafasi hii nataka tuweze kuomba. Baada ya ombi watu wapewe keki, wengine wakisafiri. Tunaomba. Baba na Mungu wetu, tunakushukuru kwa yote ambayo yametendeka tangia asubuhi na hata watu wako waliokuja kuhudhuria harusi hii watakaposafiri kurudi nyumbani kwao, wape usafiri mwema na jina lako lipate kutukuzwa milele. Maharusi wa siku ya leo tuomba uzidi kuwabariki, wafahamishe zaidi ya kwamba wewe ndiye nguzo katika maisha yao. Ni katika jina tukufu la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Tupe msiki watu wakiendelea kupewa keki. Pia tukiwa tunawashukuru sana kwa
ushirikiano bora ambao mmetuweza kutupa siku ya leo. Tunawashukuru sana. Tunapomaliza hafla ya siku ya leo, tunawapa shukrani kwa wale ambao wanakuwa na harusi pia, watatualika pia, tutakuwepo mahala pale ili ndiposa tuone vile hali itakavyokwenda. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi mpaka kikomo kimewadia. Sasa wale ambao wanasafiri, bye bye, na Mungu awabariki. Asante. Harusi yetu uwepo wenu wote, kwetu ni kitu, kwetu ni nyinyi ndugu, leo na kesho. Harusi maua ng'ari ng'ari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua tabasamu sote na shela, wacha tufurahi, sote tufurahi. Leo hii na hapa tulipo, ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Haikuwa rahisi tufike leo hii na hapa tulipo, ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, Japata juice hapa chini. Upendo na MC wetu boss, tunasubiri juice hapa chini. Heshima na pandisha, tuwe pamoja. Nashukuru sana harusi ambayo imekamilika. MC boss, tunashukuru sana kwa kazi safi. MC Jaffe kwa kazi safi. Mwaweza kuteremsha midundo safi na mwelekeo mwema tangia tulipoanza hadi tamati ya harusi yetu. Mungu awabariki sana. Boaz harusi yake iko mwaka ujao, na tunaomba sana Mungu aweze kumbariki na mke mwema. atatubariki tukazae na tulete. Washikabo chakesa bari bakibusi oyikibuya abande bonsi mwaruruke buya omunene abasini noturamo ase ebintu uyonse yamo ipo muhimu ya harusi. Haikuwa rahisi tufike leo hii na hapa tulipo, ndio siku yetu haikitunisha kila mtu ende nyumbani sasa. ya harusi. Watoto asante sana kwa kujaza uwanja, hata kama watu walikuja na watoto wamejaza uwanja vizuri sana. Tuwe pamoja, upendo na watoto tuweze kutulia jamaa, tafadhali. Tuaje kuzunguka zunguka, tunasumbua sana. Tuwe pamoja. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Tupande nayo sitini kuheshimu, uniheshimu, mahaba moto moto, yawe ni wimbo kwetu, yawe waridi, yakanukie. Walikuwepo, walitamani, nao watafunga harusi, wakaparangana, haikuwezekana. tusingefika hapa na kufurahi hivi. Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Haikuwa rahisi tufike leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu ipo muhimu ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. Tuwe pamoja, upendo na ongeza
nawe pongezi, heshima na pandisho, tuwe pamoja na tutakumbushana kukaa na Mungu, familia ya Mungu, huja upendo wema.